Kikombe chako cha kahawa cha asubuhi kinafanya nusu tu ya kazi inayopaswa kufanya. Na kile nitakachokuonyesha sasa hivi, sekta ya virutubisho na dawa inachukia sana ukweli kwamba ninatengeneza video hii. Kwa nini? Kwa sababu mwaka jana, watafiti walichapisha kitu ambacho kilipaswa kuwa habari kuu kwenye kila ukurasa wa mbele wa magazeti, lakini haikuwa hivyo. Waligundua kuwa ukiongeza unga mmoja maalum kwenye kahawa yako, kitu ambacho kinagharimu pesa kidogo sana kama sarafu chache tu, mwitikio wa mwili wako kwa sukari ya damu unabadilika kwa njia ambayo iliwashangaza hata wanasayansi waliokuwa wakiendesha utafiti huo. Hatuzungumzii hapa kuhusu virutubisho vya ajabu na vya gharama kubwa kutoka msituni. Hapana. Tunazungumzia kitu rahisi sana cha bei nafuu kiasi kwamba makampuni makubwa ya dawa hayawezi kukimiliki hatimiliki, hayawezi kukipatia faida kubwa, na ndio maana hasa karibu hakuna mtu anayejua kuhusu hili. Huu ni ukweli mchungu ambao wamekuwa wakiuficha. Nitakuonyesha poda 5 ambazo zinabadilisha kahawa ya kawaida kuwa kitu tofauti kabisa, zilizopangwa kutoka nzuri hadi zile zinazobadilisha maisha kabisa. Na hapa kuna jambo la kichaa. Wakati watafiti walipojaribu poda namba 1, ilibidi warudie jaribio mara 3 kwa sababu walidhani vifaa vyao vimeharibika. Matokeo yalikuwa ya kushangaza kiasi hicho. Lakini kabla hatujafika huko, nahitaji ufanye jambo moja muhimu sana kwa ajili ya afya yako na ya wengine. Bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi na gonga alama ya like. Hii sio tu kwa ajili ya kusaidia channel, bali ni kuhakikisha habari hizi za kuokoa maisha zinawafikia watu wengi zaidi wenye umri kama wako. Fanya hivyo sasa ili usiwe mpweke katika safari hii ya afya. Sasa, wacha tuanze na namba 5. Hii ni poda ambayo watu wengi wanafikiri ni ya kutengenezea vitumbua au keki tu, lakini sayansi inaonyesha ina nguvu zaidi ya hapo. Namba 5, poda ya kakao ghafi. Na hapana, sizungumzii ile poda ya chokoleti iliyojaa sukari unayoweka kwenye maziwa kwa ajili ya wajukuu zako. Ninazungumzia kakao mbichi ambayo haijachakatwa, ambayo inaviondoa sumu mwilini vingi kuliko karibu chakula chochote kwenye sayari ya dunia. Hapa ndipo inavyovutia kwa kahawa yako. Watafiti katika chuo kikuu cha Cornell walipochunguza nini hutokea unapochanganya kakao na kahawa, walipata kitu ambacho hakuna aliyetarajia. Michanganyiko katika kakao inabadilisha jinsi mwili wako unavyopokea kafeini. Badala ya ule mshituko wa nguvu na kufuatiwa na uchovu mkali unaopata kutoka kwa kahawa pekee, unapata kile wanasayansi wanachoita mzunguko wa nishati endelevu. Tunazungumzia nishati thabiti yenye umakini inayodumu kwa saa 6 hadi 8, badala ya ule msisimuko wa saa 2 au 3 unaofuatiwa na uchovu wa mchana ambapo unahitaji kikombe kingine ili tu uweze kufanya kazi. Usiruhusu uzee ukufanye mtumwa wa uchovu. Na maudhui ya viondoa sumu, kakao ghafi ina thamani ya juu sana ya kuzuia uharibifu wa seli kuliko matunda mengi tunayofikiria ni bora. Hata ukilinganisha na matunda kama zambarau au blueberries, kakao iko mbali sana. Lakini hapa ndipo inavyosisimua zaidi. Vinasaba katika kakao ghafi, hasa kimoja maalum, vinaweza kuvuka kiziwa cha damu kwenye ubongo. Hiyo ina maana vinaingia moja kwa moja kwenye tishu za ubongo wako, na vikiwa huko, vinachochea uzalishaji wa protini muhimu sana. Fikiria protini hii kama mbolea kwa seli zako za ubongo. Utafiti uliochapishwa katika jarida ya kisayansi la Nature Neuroscience uligundua kuwa watu waliotumia kiasi kidogo cha kakao ghafi kila siku kwa wiki 12 waliboresha alama zao za majaribio ya kumbukumbu na kuonyesha ongezeko la mtiro wa damu kwenye sehemu ya ubongo inayohusika na kumbukumbu. Hii ni habari njema kwa yoyote anayejali kuhusu kupoteza kumbukumbu uzeeni. Fikiria jinsi unavyoweza kuokoa gharama za matibabu ya matatizo ya akili miaka inayokuja, kubadilisha tu kikombe chako cha leo. Sasa, hapa ndipo penye siri ya jinsi ya kuitumia kwa usahihi. Unataka kijiko kimoja au viwili cha poda ya kakao ghafi kwenye kahawa yako ya moto. Lakini, na hili ni muhimu sana, joto la maji lazima liwe chini kidogo. Ikiwa ni moto sana, unaharibu michanganyiko hiyo laini inayofanya hii kazi. Kwa hivyo, tengeneza kahawa yako, iache kupoe kwa dakika 2, kisha ongeza kakao. Koroga vizuri sana kwa sababu haitayeyuka kama kahawa ya dukani. Utapata kahawa yenye ladha ya chokoleti chungu kidogo ambayo kwa kweli ina ladha njema sana.
Hakikisha unanunua kakao ghafi haijapitia michanganyiko ya viwandani inayoharibu hadi 90% ya faida zake. Ukinunua aina mbaya, kimsingi unatupa pesa yako chooni. Kabla sijaendelea na namba 4, nataka nikuulize kitu. Niandikie kwenye maoni hapo chini sasa hivi. Una umri gani na unatutazama ukiwa wapi? Je, umewahi kuhisi uchovu wa ghafla baada ya kunywa kahawa? Jibu sasa, nataka kuona jinsi gani tunaweza kukusaidia kulingana na umri wako. Hii inafanya kazi tofauti kulingana na umri, na nataka kuhakikisha unapata habari sahihi kwa hali yako. Namba 4, mdalasini wa Ceylon. Na hapa ndipo mambo yanavyoanza kuwa serious sana, kwa sababu sasa tunazungumzia kitu ambacho kinaweza kuathiri afya yako ya metabolic kwa njia zinazopimika. Utafiti mkubwa wa mwaka 2020 ulichambua data kutoka kwa watu zaidi ya 1500 wenye kisukari cha aina ya pili na wale walio na dalili za awali za kisukari. Walipotumia kiasi kidogo cha mdalasini kila siku, tunazungumzia nusu kijiko tu, viwango vyao vya sukari ya damu vilipungua kwa kiasi kikubwa. Labda hii haisikiki kama jambo la kushangaza ikiwa huna shida ya sukari, lakini kwa mtu anayepambana na kisukari au yuko hatarini kupata ugonjwa huo, hii ni dhahabu. Baadhi ya washiriki pia waliona maboresho katika vipimo vyao vya sukari ya miezi mitatu. Lakini hapa kuna sehemu muhimu ambayo watu wengi wanakosea, na hii inaweza kuwa hatari sana ikiwa hutajua. Sikiliza kwa makini. Mdalasini mwingi unaouzwa madukani ni aina ya Cassia. Mdalasini wa Cassia una viwango vya juu vya kiwanja kinachoitwa coumarin, na coumarin inaweza kuwa sumu kwa ini lako katika dozi kubwa. Tunazungumzia uwezekano wa uharibifu wa ini ikiwa unatumia zaidi ya nusu kijiko cha mdalasini wa Cassia kila siku kwa muda mrefu. Hii sio kutisha watu, hii imerekodiwa katika vitabu vya matibabu. Hutaki kuharibu ini lako wakati unajaribu kutibu sukari, sivyo? Hiyo itakuwa ni kujitafutia matatizo mapya na gharama kubwa za hospitali ambazo ungeweza kuziepuka. Mdalasini wa Ceylon, ambao wakati mwingine huitwa mdalasini wa kweli, una kiasi kidogo sana ya sumu hiyo ya coumarin, mara 1200 chini kuliko Cassia. Ndio maana ni salama kwa matumizi ya kila siku. Unajuaje tofauti yake? Mdalasini wa Ceylon kwa kawaida una rangi ya hudhurungi hafifu ukilinganisha na ule mwekundu mkozo wa Cassia, na unagharimu pesa zaidi kidogo. Lakini jiulize, je, ini lako lina thamani ya shilingi ngapi? Ni bora kulipa kidogo zaidi kwa Ceylon kuliko kulipa maelfu kwa daktari baadaye. Hapa ndipo kuongeza hii kwenye kahawa inakuwa na nguvu maalum. Kahawa yenyewe imeonyeshwa katika tafiti nyingi kuhusishwa na kupunguza hatari ya kisukari cha aina ya pili. Utafiti wa hivi karibuni wa mwaka 2024 uliochambua data kutoka kwa wanywaji kahawa 15,000 waligundua kuwa wale waliokunywa vikombe 3 hadi 5 kila siku walikuwa na hatari ndogo ya kupata kisukari kwa hadi 30%. Kwa hivyo, unachanganya vitu viwili ambavyo kwa pamoja vinaonyesha faida kubwa kwa afya ya metabolism. Michanganyiko katika kahawa kweli huongeza uwezo wa mwili kufyonza faida za mdalasini. Watafiti waligundua ufyonzaji bora wa hadi 300% ukilinganisha na kutumia mdalasini peke yake. Jinsi ya kutumia vizuri: ongeza robo hadi nusu kijiko cha poda ya mdalasini wa Ceylon moja kwa moja kwenye unga wa kahawa kabla ya kuipika. Hii inaruhusu maji ya moto kutoa michanganyiko ambayo isingeyeyuka ikiwa ungekoroga tu kwenye kahawa iliyo tayari. Muda ni muhimu sana. Utafiti unaonyesha kuwa kunywa kahawa ya mdalasini dakika 15 hadi 20 kabla ya mlo wako wa kwanza huongeza athari zake za kudhibiti sukari kwa kiasi kikubwa sana. Onyesho moja muhimu la daktari. Ikiwa unatumia dawa yoyote, ya hasa dawa za kuyeyusha damu au dawa za kisukari, lazima uzungumze na daktari wako kabla ya kuongeza kiasi kikubwa cha mdalasini kwenye utaratibu wako. Inaweza kuingiana na dawa hizi. Usijifanyie uganga bila maarifa. Je, umewahi kugundua tofauti ya ladha au rangi kwenye mdalasini unaonunua? Watu wengi hawaangalii lebo wanaponunua viungo. Niambie kwenye maoni, unatumia mdalasini gani nyumbani kwako? Hii ni mjadala wa watu wenye akili wanaojali afya zao, na nataka kusikia kutoka kwako. Sasa, wacha tuelekee kwenye namba 3, na hapa ndipo tunaingia kwenye eneo ambalo linasikika kama ni zuri upenda kueo tu, lakini utafiti upo.
Tunazungumzia kitu ambacho kinaweza kusaidia bwengo lako kujenga miundombinu yake. Ndiyo, umesikia sahihi. Ujenzi wa bwengo uzeeni. Namba 3, poda ya uyoga wa Lion's Mane. Hili jina linaweza kusikika geni kwako, lakini msikilize daktari wako kwa makini. Utafiti uliochapishwa katika majarida ya kisayansi. Watafiti wa Japani walifanya utafiti na wazee waliokuwa na udhaifu mdogo wa utambuzi. Waliwapa poda ya uyoga huu kila siku kwa wiki 16. Maboresho ya utendaji wa utambuzi walioyaona yalipimika kwa vipimo vya kawaida. Lakini hapa ndipo watafiti walipochanganyikiwa na kufurahi. Picha za ubongo zilionyesha kile kilichoonekana kuwa kuzaliwa upya kwa maeneo ya ubongo ambayo kwa kawaida huathiriwa na uzee. Sasa tunahitaji kuwa makini na lugha hapa. Ubongo ni mgumu na kuzaliwa upya haimaanishi kukuza tishu mpya za ubongo kama mti unavyoota majani. Lakini walichokiona kilikuwa ni kuongezeka kwa shughuli na muunganisho katika maeneo ambayo kwa kawaida hufa kadiri tunavyozeeka. Uyoga huu una michanganyiko ambayo ni midogo kiasi cha kuvuka kile kizuizi cha damu kwenye ubongo na kuchochea uzalishaji wa protini inayosaidia ukuaji na uhai wa neva. Unapoongeza uyoga huu kwenye kahawa yako, kafeini huongeza mtiririko wa damu kwenye ubongo wako kwa hadi 30%. Mtiririko huu ulioboreshwa unaweza kuboresha ufyonzaji wa michanganyiko hii ya kukuza ubongo na kutengeneza kile watafiti wanachoita dirisha la unyumbufu wa neva. Hali hii ni pale ambapo ubongo wako unakuwa tayari zaidi kuunda miunganiko mpya. Fikiria jinsi ambavyo ungependa kuwa na akili kali yenye kukumbuka majina ya wajukuu, mahali ulipoweka funguo na maelekezo bila shida yoyote, hata ukiwa na miaka 80 au 90. Hii inawezekana. Utafiti kutoka Malaysia uligundua kuwa michanganyiko katika uyoga huu inachochea uzalishaji wa myelin. Hii ni kama koti la plastiki linalolinda waya za umeme, lakini hapa inalinda neva zako. Myelin kwa kawaida huchakaa na umri na kusababisha kufikiri pole pole na kumbukumbu mbaya. Washiriki waliotumia uyoga huu kwa miezi 6 walionyesha maboresho katika utendaji wa neva. Lakini hapa kuna ukweli mchungu wa kitabibu. Mapitio ya kimfumo wa mwaka 2025 ya majaribio ya kliniki ya binadamu yalipata matokeo mchanganyiko. Kwa nini? Kwa sababu ubora wa dondoo la uyoga huu unajalisha sana. Dozi inajalisha. Muda unajalisha. Hii sio kidole cha uchawi ambacho kitakufanya uwe na akili kama kompyuta papo hapo. Lakini ushahidi wa awali unapendekeza faida kubwa kwa kusaidia afya ya ubongo tunapozeeka, hasa inapotumiwa mara kwa mara kwa miezi. Usitegemee miujiza ya siku moja. Jenga afya yako hatua kwa hatua. Hii ndiyo siri ya maisha marefu yenye furaha. Njia ya maandalizi ni muhimu. Unahitaji poda iliyotolewa kwa njia mbili. Hiyo inamaanisha imechakatwa na maji ya moto na pombe ili kupata michanganyiko yote muhimu. Kutumia tu poda ya uyoga iliyokaushwa inakupa labda 10% tu ya viungo hai. Unapoteza muda wako. Ongeza kijiko 1 hadi 2 vya poda hii kwenye kahawa yako, lakini subiri, baada ya kuipika na imepoa kidogo. Joto kali linaweza kuharibu baadhi ya michanganyiko. Poda hii ina ladha tamu kidogo yenye ladha ya nyama ambayo kwa kweli inakamilisha uchungu wa kahawa. Watu wengi wanapenda hii kuliko kahawa ya kawaida mara wanapoizoea. Kuwa makini na kile unachoingiza mwilini mwako, na mwili wako utakushukuru uzeeni. Usiwe bahili kwa afya yako. Kumbuka, kitanda cha hospitali ni ghalimu zaidi kuliko poda yoyote ninayokutajia hapa. Kumbuka, bado hatujafika katika namba ya 2 na namba ya 1 ambazo ni za kushangaza zaidi. Endelea kuwa nami. Je, umeshawahi kusikia kuhusu kiungo cha kwatano? Wengi hudhani ni cha vijana wa gym tu, lakini hapana, ni dhahabu kwa wazee. Utafiti unapendekeza kutumia kahawa ya uyoga huu asubuhi wakati tumbo likiwa tundu. Athari zake zinaweza kufika kileleni chake dakika 90 baada ya kunywa. Dozi bora katika majaribio ya kliniki ni gramu 2 hadi 3 za dondoo kila siku. Hiyo ni kama kijiko 1 hadi kijiko 1.5. Watu wengi wanaripoti kuona uwalevu wa kiakili ulioboreshwa ndani ya siku 7 hadi 14. Ingawa athari kubwa kawaida huchukua wiki 4 hadi 6 za matumizi thabiti. Uvumilivu ni muhimu hapa. Usikate tamaa haraka.
Ubora unajalisha sana. Tafuta poda ya uyoga huu ambayo inabainisha kuwa ina asilimia 30 ya wanga maalum na asilimia 15 ya beta-glukani. Haya ndiyo misombo mikuu inayofanya kazi. Epuka bidhaa ambazo hazijaorodhesha njia yao ya uchakataji au asilimia ya misombo. Unapokuwa na umri mkubwa, mwili wako hauna nafasi ya kupoteza muda na bidhaa feki. Watu wengine hupitia kile watafiti wanachoita kipindi cha kuamka. Katika wiki ya kwanza, unaweza kuhisi ndoto angavu sana wakati ubongo wako unajirekebisha. Hii kawaida hupita haraka. Usiogope, ni ishara kwamba kuna kitu kinafanyika huko juu. Namba 2, creatine monohydrate. Na kama umefikiria tu, subiri daktari. Hiyo sio ya wale vijana wanaonyanyua vima vizito gym. Unakaribia kubadilishiwa mtazamo wako kabisa. Hii sio tu kwa ajili ya misuli iliyoimba, ni kwa ajili ya ubongo ulioimba. Hapa kuna kilichowashangaza watafiti. Utafiti kutoka chuo kikuu cha Sydney uliwataka walaji mboga kutumia gramu 5 za creatine kila siku kwa wiki 6. Sio kwa ajili ya kujenga misuli, bali kwa ajili ya utendaji wa ubongo. Matokeo? Maboresho katika kumbukumbu ya kufanya kazi na uwezo wa kiakili uliopimika. Sasa, hizi hazikuwa namba za kutishisha ambazo unaweza kuwa umezisikia mahali pengine. Tunazungumzia maboresho ya maana lakini ya kawaida. Mfunguo hapa ni kwamba nyongeza ya creatine ilisaidia hasa kwa watu ambao mlo wao ulikuwa na kiwango cha chini cha creatine kuanzia mwanzo. Fikiria hili. Ubongo wako unatumia asilimia 20 ya nishati yote ya mwili wako, licha ya kuwa na uzito wa asilimia 2 tu ya mwili wako wote. Ubongo ni mlaji mkubwa wa nishati. Creatine ni sarafu ya nishati ya haraka ambayo neva zako hutumia kufanya kazi vizuri, kufikiri kwa uwazi na kuunda kumbukumbu. Unapoongeza creatine kwenye kahawa, kitu kivutia kinatokea. Caffeine huongeza mtiririko wa damu kwenye ubongo, ambayo inaweza kuongeza uwezo wa creatine kuingia kwenye tishu za ubongo. Wakati huo huo, creatine inasaidia kudumisha viwango vya nishati ya seli, uwezekano wa kupunguza ule uchovu wa ghafla watu wakati mwingine hupata kutoka kwa caffeine pekee. Utafiti wa miaka 10 wa kufuatilia watu wazima wenye umri wa zaidi ya miaka 60 uligundua uhusiano kati ya matumizi ya creatine na viashiria mbalimbali vya afya. Sasa, uhusiano hauthibitishi sababu, lakini data ilipendekeza kwa watu wenye viwango vya juu ya creatine walidumisha utendaji bora wa utambuzi kadri walivyokuwa wakizeeka. Sayansi nyuma yake ni thabiti. Creatine hufanya kama mfumo wa kuhifadhi seli, kusaidia kujaza nishati haraka. Pia inaonekana kulinda seli za ubongo dhidi ya msongo wa oxidate. Utafiti unapendekeza inaweza kusaidia mitokondria katika seli za ubongo ambazo ni kama mitambo ya kufua umeme ya neva zako. Bila umeme wa kutosha, taa zinazimika, sivyo? Hivyo ndivyo inavyotokea kwenye ubongo wako unapohisi ukungu wa kiakili au kusahau vitu. Kabla sijaendelea kukupa kipimo sahihi, nataka nikuulize swali la dhati. Je, umewahi kuhisi ukungu wa ubongo? Yaani ile hali unashindwa kufikiri haraka au unahisi kama kuna wingu kichwani mwako? Andika ndio au hapana kwenye maoni hapo chini. Hii ni muhimu kujua kama creatine inaweza kukusaidia. Watu wengi wanateseka kimya wakidhani ni uzee tu, kumbe ni ukosefu wa nishati kwenye seli. Sasa, hebu tuzungumze jinsi ya kuitumia kwa kweli. Creatine monohydrate haiyeyuki vizuri kwenye kimimina cha baridi. Utahitaji kuikoroga vizuri sana kwenye kahawa ya moto ambapo inachanganyika vizuri. Ongeza gramu 5, hiyo ni kama kijiko cha chai moja, kwenye kahawa yako ya asubuhi. Dokezo la kitaalamu, ongeza kwenye kahawa ambayo ina maziwa kidogo au cream. Maudii ya mafuta yanaweza kusaidia kwenye ufyonzaji na kufunika ile hali ya mchanga kidogo mdomoni. Tofauti na virutubisho unavyohisi mara moja, creatine inafanya kazi kupitia kujaa mwilini. Unahitaji kuitumia kila siku kwa karibu wiki 3 hadi 4 ili kuijaza kikamilifu tishu ya misuli na ubongo wako. Baada ya hapo, unadumisha viwango hivyo kwa dozi ya kila siku. Watu wengi wanaripoti kuona uvumilivu wa kiakili ulioboreshwa na kupungua kwa ukungu wa ubongo baada ya siku 7 hadi 10, na faida kamili zinaonekana baada ya wiki 3 hadi 4 za matumizi thabiti. Watu wengine hufanya awamu ya kupakia ya gramu 20 kila siku kwa wiki ya kwanza ili kujaa
haraka, lakini utafiti unaonyesha hii si lazima. Inaweza kusababisha uhifadhi wa maji wa muda na masuala ya tumbo. Bora utumie gramu 5 tu kila siku tangu mwanzo. Ubora unajali sana hapa pia. Tafuta creatine iliyotengenezwa Ujerumani ambayo imepimwa kwa usafi. Matoleo ya bei rahisi yanaweza kuwa na uchafu unaosababisha maumivu ya tumbo na kichwa. Usiweke taka mwilini mwako kwa sababu ya kuokoa senti chache. Afya yako ni uwekezaji. Ujumbe mmoja muhimu: utapata uwezekano wa kuongeza uzito wa paundi 2 hadi 4 katika wiki 2 za kwanza, lakini sikiliza kwa makini. Hii siyo mafuta. Ni maji yanayovutwa ndani ya seli zako za misuli pamoja na creatine ambayo kwa kweli inaboresha unyevu wa seli na utendaji. Profaili ya usalama imeanzishwa vizuri. Tafiti zilizofuata watu wanaotumia creatine kila siku kwa miaka hazionyeshi athari mbaya kwenye utendaji wa figo kwa watu wenye afya. Ila ikiwa una ugonjwa wa figo uliopo, wasiliana na daktari wako kwanza. Daima ni bora kuwa salama. Sasa jitayarishe, kwa sababu namba 1 ni poda ambayo inaweza kweli kuongeza miaka kwenye maisha yako. Na utafiti nyuma yake unashangaza kabisa. Hii ndiyo siri ambayo imekuwa ikipuuzwa kwa muda. Namba 1, poda ya glycine. Na hapa ndipo kila kitu nilichokuambia hadi sasa kinawekwa kwenye mtazamo, kwa sababu glycine inaweza kuwa nyongeza muhimu zaidi unayoweza kufanya kwenye kahawa yako. Wanasayansi wanaochunguza kuzea walifanya ugunduzi kuhusu glycine ambao hubadilisha jinsi tunavyofikiria kuhusu maisha marefu. Walipowapa wazee nyongeza ya glycine, viashiria vingi vya biolojia vya kuzea vilionyesha uboreshaji. Ubora wa usingizi uliongezeka kwa kiasi kikubwa. Viashiria vya uvimbe vilipungua na seli zilionyesha dalili za utendaji ulioboreshwa. Glycine ni asidi ya amino ndogo zaidi iliyopo, ndogo kiasi kwamba inaweza kupenya karibu kila tishu mwilini mwako. Mwili wako unaweza kutengeneza glycine kidogo, lakini utafiti unapendekeza tuna upungufu mkubwa kulingana na kile babu zetu walichotumia. Zamani watu walikula mnyama mzima kuanzia pua hadi mkia. Walipata glycine kutoka kwenye supu za mifupa, nyama za viungo vya ndani na sehemu zenye collagen nyingi ambazo sisi hatuli sana leo. Leo hii tunakula minofu tu na kutupa sehemu zenye afya zaidi. Huu ni upumbavu wa kisasa ambao unatugharimu afya zetu. Unapoongeza glycine kwenye kahawa yako ya asubuhi, unaipa mwili wako tofali la biujenzi unalohitaji kwa michakato zaidi ya 100 muhimu. Kuanzia kujenga kiondoa tasumu mkuu mwilini mwako hadi kuunda creatine kiasili mwilini mwako hadi kuchochea michakato ambayo seli zako husafisha protein zilizoharibika na kuzaliwa upya. Utafiti wa miaka 8 ya uchunguzi nchini Japan ulifuata watu wanaotumia creatine kila siku na waligundua kwamba wale waliokuwa na matumizi ya mizi ya juu ya glycine walikuwa na matokeo bora ya afya. Watafiti walipendekeza kwamba matumizi bora ya glycine yanaweza kusaidia muda mrefu wenye afya. Fikiria hili. Unakunywa kahawa yako na wakati huo huo unatekeleza mbinu ya hali ya juu ya kupambana na kuzea ambayo inagharimu kidogo sana. Je, hii si akili? Kama unafurahia maudhui haya na unataka kujua jinsi kuishi muda mrefu na afya bora, tafadhali hakikisha umebofea subscribe. Tunaunda jumuiya ya watu werevu hapa na tunataka uwe sehemu yetu. Mtaratibu ni mvutio. Glycine inawasha vipokezi maalum mwilini mwako ambavyo vinachochea mfululizo wa athari za faida. Utafiti unaonyesha inasaidia utendaji wa mitochondria. Ndiyo, zile mitambo ya nguvu ya seli tena. Inaboresha mchakato ambao mwili wako hutunza na kurekebisha DNA na inasaidia viwango vya afya vya homoni ya ukuaji. Utafiti kutoka shule ya matibabu ya Harvard uligundua kuwa nyongeza ya glycine iliboresha utendaji wa mishipa. Washiriki walionyesha maboresho ya unyumbufu wa ateri baada ya wiki 12 za matumizi. Unyumbufu bora wa ateri unahusishwa na afya ya moyo na mishipa. Hii ni habari njema kwa shinikizo la damu na afya ya moyo kwa ujumla. Lakini hapa ndipo glycine kwenye kahawa ya asubuhi inakuwa ya kipekee. Inatoa utulivu na uwazi wa kiakili bila kukufanya usinzie. Inafanya kazi kupitia vipokezi maalum kwenye ubongo wako kuongeza umakini na kujifunza, huku ikipunguza wasiwasi na athari za kutetemeka ambazo watu wengine hupata kutoka na kafeini pekee. Ni kama kuweka breki na kichocheo kwa wakati mmoja, ili gari liende kwa utulivu lakini kwa kasi. Sasa, najua unajiuliza kuhusu usingizi. Utafiti kutoka chama cha utafiti wa usingizi uligundua kuwa watu waliotumia gramu 3 za glycine kabla ya kulala walikuwa na maboresho katika ubora wa usingizi. Walipata usingizi mzito zaidi,
ile awamu ya kurejesha ambapo ubongo wako husafisha protini zinazojikusanya wakati wa mchana. Na waliamka wakijihisi wameburudishwa zaidi licha ya kupata masaa yale yale ya usingizi. Lakini tunazungumza kahawa ya asubuhi hapa. Je, itakufanya usinzie mchana? Jibu ni hapana. Glycine ina akili, inafanya kazi tofauti kulingana na wakati unaoitumia na mazingira ya mwili wako. Asubuhi inakupa utulivu wa kuzingatia, usiku inakupa usingizi mzito. Na faida za uzalishaji wa collagen zinavutia vivyo hivyo. Glycine inaunda karibu 33% ya collagen. Tafiti zinaonyesha kuwa kuongeza glycine kunasaidia usanifu wa collagen na maboresho yanayoonekana katika unyumbufu wa ngozi na viungo ambayo kwa kawaida hupungua na umri. Kwa kahawa yako ya asubuhi, ongeza gramu 3 hadi 5 za poda ya glycine. Hiyo ni kama kijiko cha chai moja kwa moja kwenye kahawa yako ya moto. Inayeyuka papo hapo na kabisa. Na hapa kuna kitu cha kuvutia sana. Glycine ni asidi amino pekee ambayo kwa kweli ina ladha tamu badala ya chunguu au ladha ya nyama. Kwa hivyo inaongeza utamu kidogo bila sukari yoyote au kalori. Unaondoa sukari hatari na kuweka kitu kinachokujenga. Hii ni ushindi mara mbili. Mkakati wa muda hapa ni muhimu. Chukua gramu 3 hadi 5 kwenye kahawa yako ya asubuhi kwa nesha na uwazi wa kiakili. Watu wengi pia huchukua gramu nyingine 5 jioni ama kwenye kahawa isiyo na kafein au chai kwa ajili ya faida za usingizi na kupona. Ubora ni rahisi. Poda safi ya glycine ni hiyo tu, glycine safi. Tafuta daraja la dawa au poda ambayo imepimwa na metali nzito na uchafu. Epuka bidhaa zenye filter, ladha au asidi amino nyingine zilizochanganywa ndani. Anza na gramu 3 kwa wiki ya kwanza kwa kutathmini uvumilivu, ingawa glycine ni salama sana. Tafiti zimetumia hadi gramu 60 kila siku bila athari mbaya. Kisha ongeza hadi gramu 10 kila siku zilizogawanywa kati ya asubuhi na jioni kwa faida bora. Watu wengi hujiona ubora wa usingizi ulioboreshwa ndani ya siku 3 tu, ngozi bora na kupunguka kwa usumbufu wa viungo ndani ya wiki 2. Lakini wakati kahawa inapokutana na glycine, ujali wa metabolism hutokea. Utafiti kutoka chuo cha ukuu la California ulionyesha kuwa glycine ikijumuishwa na kahawa ilikunda hali ya metabolism ambapo uchomaji wa mafuta uliongezeka huku usanifu wa protini ya misuli ukiongezewa. Bikisla inaweka mwili wako katika hali bora ya kuzalishaji wa nesha na ukarabati wa tishu. Kahawa yako ya asubuhi haitakuwa sawa tena. Sasa una nyongeza 5 zilizounganishwa na kisayansi ambazo zinaweza kubadili kikombe cha kawaida into kitu kinachosaidia afya ya ubongo wako, sukari ya damu, maisha marefu na utendaji umri wa metabolism kwa ujumla. Kuanzia kesho asubuhi unaweza anza na poda moja tu. Anza na poda moja tu. Chagua mdalasini wa Ceylon ikiwa lengo lako kuu ni kudhibiti sukari ya damu. Chagua glycine ikiwa unataka faida pana zaidi za maisha marefu na usingizi. Chagua uyoga wa Lion's Mane ikiwa kipaumbele chako ni afya ya ubongo na kumbukumbu, au vichanganye pamoja kadiri mwili wako unavyozoea. Hapa ndipo mambo yanapovutia sana. Athari za pamoja za poda hizi zinaweza kuunda maajabu ambayo watafiti ndio kwanza wameanza kuelewa. Data za awali zinaonyesha kuwa watu wanaotumia michanganyiko mingi pamoja hupata faida zaidi ya vile ungetarajia kwa kuongeza athari zao moja moja. Ni kama timu ya mpira inayocheza vizuri pamoja kuliko wachezaji nyota wanaocheza peke yao. Lakini nataka kusikia kutoka kwako sasa. Je, umejaribu yoyote kati ya hizi kwenye kahawa yako? Nini kilifanya kazi kwako? Nini hakikufanya kazi? Dondosha maoni hapo chini na nifahamishe uzoefu wako. Sisi ni jamii ya watu wanaojifunza pamoja. Ikiwa habari hii imebadilisha jinsi unavyofikiria kuhusu utaratibu wako wa asubuhi na unataka kuendelea kupata siri za afya ambazo madaktari wengi hawakuambii, bonyeza kitufe hicho cha subscribe sasa hivi. Kwa sababu wiki inayokuja nitafichua ibada moja ya asubuhi inayochanganya kahawa, vyakula maalum na mkakati wa muda ambao watafiti wamegundua huboresha afya ya kimetaboliki hasa kwa watu wa umri wa zaidi ya miaka 50. Ni msingi wa utafiti mpya wa mwaka 2024 uliofuatilia maelfu ya watu na kugundua mtindo mmoja maalum wa kula asubuhi ulihusishwa na matokeo bora zaidi ya afya.
Na nikwambie ukweli, labda ni kinyume kabisa na kile ulichoambiwa kuhusu kifungua chanywa maisha yako yote. Video hiyo inatoka siku inayofuata. Hakikisha umesajiliwa na kugonga kengele ili usiikose. Hii ni habari ambayo inaweza kubadilisha mchezo wa uzee wako. Mpaka wakati huo, boresha hiyo kahawa yako. Mwili wako utakushukuru.